Yaani shoga yangu nimeupigia simu hapa nikuje kukupa taarifa na ujili hapa nyumbani kwetu. Kiasi tu. Sina mwenzao bosi wangu wa kiume, wacha nisingizie maneno kwa mke wake. Kwa mimi wao wakitoka kwa wanaenda kazini, mimi naingiza wanaume ndani. Yote kujifanya mgumu, unajitia na kibana sana huko. Acha maneno yako na wewe. Alafu mwenzangu, mbona usafiri kutoka nje? Mbona sisi kutoka nje? Sasa unafikiri mchezo kitu? Wana bosi kama yule, nani atakayenizuia? Ila mimi yani kiukweli namuonea sana huruma yule dada. Bila kuona mimi siwezi ngatembea naye. Huruma yako itakuponza, yeye ana huruma na wewe. Unataka sasa nifanye? Ufanye nini? Msikilize anachokitaka umpe. Maisha yako kuende sawa. Asa una kibana bana. Kiukweli hapana, yani bado hujanishawishi wala yeye bado hajanishawishi. Yani siwezi kabisa, siwezi kufanya hivyo. Kwanza alomwambia kwamba ona nitanaona nini? Anasema sio eti kapata taarifa kwa majirani. Ngoja kumwambia mke wake. Hapo kuna namna gani? Hamna lolote. Mimi najua tu anifanyia figisu kwa sababu ndio hivyo ananitaka na mkatalia ndio maana. Ndio hivyo, changamkia fursa hiyo. Kwa sababu mimi unaona msheshe. Simu kama hii. Napendeza. Ujiona hivi? Wivu upo lakini nafikiria sana shoga yangu. Yaani siwezi. Nimekuja kutafuta hela, kutafuta wanaume mzee. Alafu majumba yenyewe majumba ya watu kama vile unavyoona. Alimetimulia hapa anakimbilia wapi wakati mwenyewe upo kama mimi tumestiliwa. Unafanya kazi. Aweza kudigijia anataka. Hapa mjini. Sawa. Fanya unachokiweza, fanya unachokijua. Shaelewa. Hivi unafikiri bosi kama mpaka kumwambia kupanga nyumba hivi nashindwa? Nashindwa. Wewe legea shauri zako. Ndizo wanaume wadaa, waovyo. Anaweza akakutembea na wewe leo kesho kakutupa. Mimi nakustilika wapi? Angekungangania. Ila mimi nitabaki kwenye pointi yangu ile siwezi. Kutembea naye bado sana siwezi. Sawa. Kwa hiyo ninaomba nikapike. Ukapike ukalia watoto wako kama kaida yako, mama familia. La unakula dada watu jua mama watu kwa nateseka, tabia mbaya tu hiyo.